Awali ya yote nachukua muda huu kumshukuru Mungu mwingi wa rehema ambaye ametuwezesha kuwepo leo hii hapa jioni kwenye chakula hichi cha jioni kilichoandaliwa na GF Truck and Equipment kwa ajili ya kushiriki na wadau mbalimbali wakiwemo wadau wao wa biashara na sisi wadau toka serikalini na kila mtu aliyepo. Tunamshukuru Mungu sana. Na mimi kama mgeni rasmi nichukue muda huu pia kuwashukuru GF Truck kwa kutukaribisha na pia kuwakaribisha kila mmoja wenu aliye hapa leo ambaye amekuja kushiriki. Mimi niko hapa kwa niaba ya mkuu wa mkoa, kwa hiyo nitafikisha ujumbe pia wa mkuu wa mkoa. GF Truck ni kampuni ambayo ni ya mfano, na kampuni hii ilianza biashara zake siku nyingi, nafikiri mwaka 2017 kama sijakosea, na ilipofika mwaka 2022 walianza kutengeneza kuassemble magari hapa nchini, na natambua kwamba mpaka sasa wamesha assemble na kuuza magari zaidi ya 4,000, na pia wao kwa mwaka wana assemble na kuuza magari takribani 600. Magari haya wanauzia wadau tofauti tofauti na pia wanauzia serikali, kwa maana ya kwamba magari yao na vifaa wanavyovitumia wanavyoviuza ni vifaa ambavyo vimekubalika na vinatumika kama inavyostahili. Kwa upande wangu kama mjumbe wa mkuu wa mkoa pamoja na kama mimi mwenyewe kama mwenyekiti wa Tume ya Madini, ninawapongeza sana kwa kuwa Watanzania wenye juhudi na walioleta teknolojia ya kuassemble nchini. Naomba tuwapigie makofi. Hii waliofanya GF Truck ni njia moja ambayo serikali yetu inapenda kwenda. Nchi yetu ya Tanzania ni nchi ambayo imepata baraka sana. Ina rasilimali nyingi. Ukiangalia rasilimali za madini yapo ya kila aina. Hakuna madini ambayo utasema utaitafuta utakosa Tanzania ambayo ni madini ya maana. Ukiangalia ardhi tunayo, ukiangalia bahari tunalo, maziwa tunayo. Hatuna rasilimali yoyote ya muhimu ambayo nchi yoyote ingeweza kuipata ili tuendelee ambayo hatujaipata. Sasa ndugu zangu, inabidi tujiulize, hapa tulipo na rasilimali tulizo nazo, tumeitendea haki nchi yetu au tumejitendea haki sisi wenyewe? Kwa kusema hayo, nawapongeza GF Truck kwa kuchukua hatua moja ya kuassemble na kuuza magari nchini. Unaweza ukasema made in Tanzania ama assembled in Tanzania. Kwa hiyo nawashukuru. Ila nitakuwa sijajitendea haki mimi mwenyewe nikitoka hapa kama sijatoa agizo moja. GF Truck, volume ya magari 600 ni kubwa. Kwa hivyo vipuli hivyo vya magari 600 kutoka China kuja kwetu ni vingi. Rai yangu, badala ya kununua vipuri,
tuungane na hao wanaowasupplyia kutoka huko China, tutengeneze kiwanda cha kutengeneza vipuli hapa nchini. Serikali inayoongozwa na kiongozi wetu Mheshimiwa Daktari Mama Samia Suluhu Hassan iko tayari kushirikiana na wawekezaji ili kuleta mabadiliko ambayo ni ya muhimu na yenye kuonekana kwa nchi yetu ya Tanzania. Kwa hivyo sera wezeshi zipo, sheria wezeshi zipo, kanuni wezeshi zipo. Nitoe rai kwa GFTRAC na sisi Watanzania wengine wote tuliopo hapa, tutumie fursa hii kwa niaba yetu wenyewe na kwa niaba ya vizazi ambazo vinakuja nyuma yetu. Unaweza ukakaa ukafikiria kwamba haiwezekani, lakini nani alikwambia kwamba inawezekana kwa Asembo Tanzania? Miaka mingi iliyopita tungesema hapana, tumeweza kwa Asembo. Sasa tutengeneze vipuli, kwa sababu tukifanya hivyo tutatumia rasilimali. Chuma ipo, inazalishwa Tanzania. Kwa hiyo tutavuna chuma yetu na tutatengeneza vipuli kupitia rasilimali zetu tulizo nazo, na ambazo hatuna tutaagiza na sisi tutengeneze. Hii itatusaidia kuleta ajira kwa watoto wetu, itatusaidia kuleta fedha za kigeni, itatusaidia sisi kujidhatiti kwa nchi ya viwanda. Na tukiwa nchi ya viwanda, tukaweza kusupply na kwenye nchi nyingine, tutakuwa tumeendelea zaidi. Kwa hivyo hiyo ndio rai yangu kwa wana Geita, tuendelee kufanya kazi na GFTRAC na wengine kama GFTRAC tukiwa support. Kwa kweli natia moyo kwamba mtu akiasembo Tanzania na anauzia mpaka serikali ni jambo la muhimu. Lakini tuendelee kupeana elimu ya kuweza kutoka kule tuliko twende kule tunakotaka kwenda. Kwa sababu ukizungumza mara nyingine mtu anaona ni kitu kigumu. Tulizungumza ushirikishaji wa Tanzania, tulikuwa tunaona ni mgumu siku tulizoanza. Leo hii tupo kwenye hatua kubwa sana. Na sasa twende kwenye hatua nyingine ya mageuzi ya kutumia rasilimali zetu kutengeneza viwanda. Kwa jioni ya leo ni jioni ya pongezi kwa ajili ya GFTRAC, kwa ajili ya wadau wote ambao wametumia vifaa vya GFTRAC, kwa ajili ya wadau wote waliokuja kwenye haya maonesho ya teknolojia ya madini. Na sisi wenyewe tujipongeze kwa kufika kujifunza, na tujifunze na tuendelee kuhakikisha kwamba mafunzo haya tunayafanyia kazi ili kubadili Tanzania yetu iwe bora zaidi. Nitatoa mfano mmoja tu. Nchi kama China imeendelea sana, lakini si kwamba walizaliwa wanajua kila kitu. Walijifunza, na kujifunza walikofanya wao hasa, walikuwa ni nchi ambayo walikuwa na watu wa kuweza kufanya kazi, na uzalishaji China ulikuwa ni rahisi. Kwa hiyo ina maana makampuni au viwanda vikubwa vya dunia nzima walienda kufungua kule China, na wakapata watu, wakawaajiri watu, wakapata ajira, wao kanajua, wakawa wanaona kama wao wanazalisha kwa bei rahisi. Lakini wao walifanya kitu kinachoitwa reverse technology. Walijifunza zile teknolojia na wakatengeneza vifaa vyao. Imefika wakati Tanzania twende huko. Kwa hiyo GFTRAC umetuonesha mfano na wa Asembo, na sisi tujifikirie, tuwe wabunifu pale pale tulipo,
tuendelee na sisi tubuni nini cha kufanya ili tulete viwanda. Leo 2025 tumekaa tunazungumza. Tukifanikiwa kuwa na viwanda 2035 nchi yetu itakuwa tofauti na tutakuwa tunazungumzia vitu vingine tofauti.